Mzee Jomo Kenyatta anasifika kama moja kati ya mashujaa waliopata kuipigania nchi ya Kenya. Ila katika mengi ambayo anafahamika nayo Jomo Kenyatta ni kuhusiana na uhusiano wake wa kuweza kupigania kwa wale mashujaa waliopata kupigania Jamhuri ya Kenya. Leo tunaangazia wake zake wote Kenyatta katika orodha ya Wakenya ambao Kenyatta alipata kuwaoa na ilifikiaje mpaka yeye kuweza kumfanya Mama Ngina Kenyatta kuwa ndiye mama taifa wa kwanza, ila hali wake zake wengine mkewe wa kwanza ambaye ni mamake watoto wake wa kwanza wawili samani alikuwa bado yu hai. Mwaka 1919 wakati ule Kenyatta akitambulikana kama Johnston Kamau alipata kumwoa ambaye alikuwa mpenzi wake wa muda Grace Wahu Kenyatta. Alimwoa Grace Wahu akiwa anatambulikana kama Johnston Kamau, wakati ule akifanya kazi kama plumber ama fundi wa maji katika jiji la Nairobi. Na baada ya kumwoa Grace, Kenyatta waliweza kujaliwa mtoto wao wa kwanza akiwa ni Peter Muigai Kenyatta, na wa pili akaja akiwa ni Margaret Kenyatta. Wawili hawa maisha yao yalikuwa sawa na yalikuwa yakikwenda sawa, lakini kumbuka wakati ule nchi ya Kenya ilikuwa chini ya uongozi wa ukoloni, na ile mbidi Kenyatta aweze kuondoka nchini Kenya na kwenda kule nchini Uingereza kwa ajili ya kupanga mikakati ya kuweza kulikomboa taifa la Kenya kutokea katika mikono ya mkoloni wa Uingereza. Kule nchini Uingereza Kenyatta alipatana na mkewe wa pili ambaye ni Grace Clark. Alikuwa mzungu yule binti, na waliweza kupatana mwaka 1941, na baada ya kupatana mapenzi yao yakaweza kunoga. Kumbuka wakati ule Kenyatta alikuwa akifanya kazi kama mwalimu wa jeshi la kikoloni ambalo lilikuwepo kule nchini Uingereza. Alikuwa akifunza pale, na wakati walipatana naye Edna ambaye ni Grace Clark, mapenzi yakaanza pale, na pamoja wakaweza kujaliwa mtoto mmoja mwaka 1945. Ila baada ya kumuoa, wakati alimuoa Edna Clark, Kenyatta alikuwa ameficha jambo ambalo hakuwahi mwambia mkewe kule. Hakuwahi mwambia Edna ya kwamba mimi nina mke ambaye alikuwa nchini Kenya na alikuwa na watoto wangu wawili, Grace Wahu Kenyatta. Ila kumbuka wakati ule maisha na mila na itikadi za Kikuyu zilikuwa zinamkubalia mtu kuoa wanawake wengi, maana kumbuka wanawake walitajwa kama utajiri katika jamii ya Kikuyu, jambo ambalo Kenyatta lilizingatia sana, maana kumbuka enzi zile chances za watoto kuiaga dunia zilikuwa nyingi sana, maana hakukuwa na hospitali za kuwasaidia akina mama kujifungua, na wengi walikuwa wakiaga dunia wakati wanajifungua. So Kenyatta aliamini kwamba akiwa na wanawake wengi na akiwa na watoto wengi ni jambo ambalo lingeweza kusaidia kuendeleza legacy ya kwake. Baada ya kutoka kule nchini Uingereza na kumwacha mkewe wa pili Edna Clark pamoja na mwanawe Peter Magana Kenyatta, Kenyatta alirejea nchini, na baada ya kurejea nchini mwaka 1945 baada ya vita vya pili vya dunia alipata kuungana na Mbiu Koinange ambaye alikuwa rafiki yake wa karibu, na katika uhusiano ule Kenyatta akajipata amemuoa dadake Mbiu Koinange ambaye alitambulikana kama Grace Wanjiku Koinange. Binti huyu ambaye Kenyatta alimuoa alikuwa mrembo sana. Kutokana na uhusiano wake na Koinange, huyu akawa ndio mkewe wa tatu Kenyatta. Ila Wanjiku alipata kuiaga dunia wakati anajifungua mwanawe wa kwanza ambaye anatambulikana kama Makena Geshaga, mamake aliyekuwa mkurugenzi mkuu au CEO wa KICC, Kenya International Criminal Kenya
International Conference Center ambayo iliyopo Nairobi na Geshaga. Na baada ya kuiaga dunia Wanjiko, amemwacha mtoto yule akiwa mchanga Makena. Baada ya kumwacha Makena akiwa mchanga, ndipo Kenyatta alimuoa binti mdogo ambaye alikuwa amemuita akuja kumsaidia kumtunzia mtoto aliyekuwa akitambulikana kama Ngina. Alikuwa mtoto wa chief Gadesa, ndipo alikuwa akitambulikana babake Ngina Kenyatta. Na pale uchumba wa Kenyatta na Ngina kama mkewe wanne ukaanza, na pamoja Ngina akaweza kuoleka kwake Kenyatta. Ila nikukumbushe kitu, kumbuka Kenyatta alikuwa na Grace Wahuu akiwa mkewe wa kwanza, na aliporejea nchini Kenya na Grace kugundua kwamba Kenyatta alipokwenda kule nchini Uingereza aliweza aliweza kupata familia nyingine kule na akasahau familia yake huku. Hivyo Grace alijitenga kabisa na Kenyatta na hakutaka kuhusishwa na Kenyatta na mambo yake tena. Ila alimwacha Kenyatta wale wanawe wawili ambao walikuwa wamepata pamoja, ikiwa ni Peter Muigai Kenyatta na Margaret Kenyatta. Na baada ya story hiyo ndipo ikawa Kenyatta angerudi kwa ndoa yake ya kwanza. Kile angefanya ni kuoa mke wa pili, akamuoa Wanjiko. Wanjiko akaiaga dunia. Baada ya Wanjiko kuiaga dunia, ikambidi Kenyatta amuoe nani? Amuoe Ngina. Na Ngina hivyo ndivyo alijinyakulia nafasi ya kuwa mama taifa wa Jamhuri ya Kenya wa kwanza. Na baada ya kumuoa Ngina, Kenyatta na Ngina wakajaliwa watoto wanne, ambao wa kwanza ni Christina Pratt, wa pili akiwa ni Uhuru Muigai Kenyatta, wa tatu akawa ni Nyokabi Muthama Kenyatta, na wanne akawa ni Mohoho Kenyatta. Hicho ndicho kisa kidogo kuhusiana na wake zake alikuwa rais wa kwanza Jamhuri ya Kenya, Mzee Jomo Kenyatta. Leo hapo ndipo tunatilia kikomo, ila nataka kujua kutokea kwako, unataka tukuandalie video kuhusiana na nani? Who do you want we get to feature next katika stories zetu za vipindi cha The Drums of History? Maana ni mengi ambayo tunayo kuhusiana na history ya Jamhuri ya Kenya ambayo bado hatujafikia kuweza kuyakamilisha, lakini ukiweza kutupa mwelekeo wewe ya kile ambacho unataka tukifanye next, itakuwa virahisi sana sisi kukita kambi, kufanya uchunguzi na kukuletea story ambayo unaitaka wewe mwenyewe. Ni kwa sasa dau, tuungane katika video zetu zijazo. Mimi niite FK Mwenda.